Mtazamaji wa VOT Media, karibu sana kwenye VOT The Changes, kipindi chetu kizuri kabisa ambacho tunapata wasaa kuzungumza na watu tofauti tofauti ambao wanakuwa wana karama na vipawa tofauti tofauti. Mimi naitwa Comic Cliff, nyuma ya kamera yupo Ezra Maridadi pamoja na Isan, kuhakikisha kwamba tunaonekana vizuri. Na kushukuru wewe ambaye umesubscribe, unaendelea kulike, una comment na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki, na kwa vyema sana kwa sababu unawapa watu nafasi ya kuweza kuwa wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinatoka kwetu. Humu ndani tumetembelewa na mtumishi wa Mungu. Si vyema nikiendelea kuongea sana, tuweze kumsikiliza yeye anaitwa nani, anatokea wapi na shughuli zake haswa ni nini, kwa sababu amekuja kwetu tutapata baraka, naweza nikasema mapepo yatakimbia humu ndani. Habari ya wakati huu mtumishi? Nzuri. Majina yako unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Joseph Noeli 22. Joseph Noeli 22. 22 ni jina hilo? 22 ni jina tayari. Maana yake ile ni huduma pia. Maana yake ni huduma inayozaa huduma shufwa. Huduma shufwa. Yeah, ndio inayozaa. Maana yake nini sasa hapo? Maana yake ni huduma ambayo inaenda kufungua mataifa na mataifa. Okay, kwa kufunguliwa huko ndani. Yani sio wewe tu, ni mataifa yote. Maana hata anayetazama atafunguliwa. Yeah, anayetazama Biblia na hata makameramani watafunguliwa. Yeah, watafungua. Biblia inasema kwamba endeni ulimwengu wote mkahubiri injili kwa jina langu, na mkiwabatiza watapata uzima pia. Amen. Sawa, hebu tuambie sasa, ukiachilia mbali huduma ya uchungaji na utumishi kama hivyo, vile vile unaimba, si ndio? Yes, I'm gospel singer. Unasema kuimba ni kumtukuza Mungu kwa nafasi gani? Kwa mara ya pili ama kwa namna gani? Kuimba kumtukuza Mungu ni kwa namna ya kuinua utukufu wa Mungu yeye kama yeye. Si ndio? Ndio. Au wanasema kuimba ni kusali kwa mara ya pili? Ni kweli, pia ni ibada, pia. Yeah, maana yake sema mbinguni kule tunaenda kwenye kusifu na kuabudu tu, hakuna kingine. Mbinguni ni kusifu na kuabudu, hakuna kingine. Kule hakunaga maombi. Kule wanasema kwamba malaika wanainama na kuinuka, wanasema unastahili mwana kondoo unastahili kuchinjwa. Wanasema wanakiinua kiti chake, wazee 24 ni kuimba na kusifu peke yake, hakuna kingine, mtu wa Mungu. Sawa, tuzungumze sasa zaidi kuhusiana na huduma yako ya uimbaji. Ndio. Mpaka hivi sasa umeachia album pengine au na wimbo mmoja au nini, ili mtazamaji anayekutazama kupitia VOT Media ajue namna gani ambavyo wewe unafanya huduma yako? Mimi huduma yangu, mimi ni mwimbaji nyimbo za injili. Pia kwa sasa hivi nina nyimbo 9. Video zipo 7. Ziko online tayari. Na pia kwa ambazo zina video ni baadhi ya nyimbo kadhaa ambazo tunajua kuna wimbo ambao niliotoa sasa hivi unasema nitakuabudu Bwana. Kuna wimbo wa uwezo wako. Pia kuna wimbo unaosema kisiwa cha rohoni. Kisiwa cha rohoni manake paripo na kisiwa cha rohoni manake ni kumuona Mungu mwenyewe ukiwa katika maombi. Nasema nao Yohana akaona haya maono naye Mungu akamtokea. Ndio wimbo ulitokea hapo kwenye kitabu cha Ufunuo. Sawa. Ndio mtumishi wa Mungu. Sawa. Kabla tujaanza kushoot kutengeneza kipindi chetu, nilikuuliza ni wimbo gani ambao urekodi kwenye studio za VOT? Kwenye studio za VOT wimbo uliotengeneza ni wimbo wa uwezo wako, wimbo wa ametenda Bwana. Ni wimbo ambao umenipa baraka sana. Mungu ameonekana katika viwango vikubwa, mtu wa Mungu. Nimemwona Mungu ni mkubwa, Yesu ni mkubwa. Na kwa kila jambo anaposema nitakuwa upande wako na Bwana akawa upande wangu, nimemwona sana. Ndio. Kijana ambaye anapitia magumu, ana depression ambayo unasema kusema msongo wa mawazo, ni kifungu gani cha Biblia kinamfaa aweze kukisikiliza? Kifungu cha Biblia inasema kwamba hivi mwacheni Bwana akae ndani yako, naye Bwana ataitengeneza mazingira ndani yako, na Roho Mtakatifu atakuja ndani yako. Kwa ukimwacha Bwana akatawala ndani ya moyo wako, na anasema hivi Yesu anasema hivi kwamba anasema hivi ukimtaka Bwana naye yeye na serikali ya mbinguni itakaa ndani yako. Kwa masuala ya depression ya mawazo ukimwachia Mungu akakaa, anafuta. Anasema yote niliyamaliza, misongo ya mawazo, shida, changamoto. Anasema niite nami nitaitika, nitakuonesha magumu yaliyoshindikana nami nitakuwa baba yako. Amen. Kwa nini tunasema imani bila matendo ni bure? Imani bila matendo ni bure kwa sababu anasema kwamba ukiwa
Biblia tukisema kitabu cha Yakobo anasema hivi, mwili bila roho umekufa, na ni sawasawa imani bila matendo umekufa, kwa sababu anamaanisha kwamba hivi bila matendo watu hawezi kukuamini. Sawa ndugu yangu. Bila kuonyesha kwamba mimi ni mtu fulani, lazima uonyeshe matendo. Kwa mfano ukisema hivi, kwa mfano unasema kwa nina Yesu. Ndio tunasema wewe una Yesu. Tuoneshe Yesu wako alivyo. Unasema mimi Yesu ananitumia. Miujiza na matendo ya miujiza, ndio tunajua wewe una Yesu anakutumia. Basi onyesha mfano mmoja tujue. Ponya watu. Maana hata na Yesu mwenyewe walimwamini kwa matendo. Aliponya watu, na wengine pia walikuja hata kwa mkate. So watu waliamini kwa vile, na kwa mkate pia. Ndio imani ya matendo ya ndugu yangu. Sawa sawa. Ndio. Ni kitambo kidogo toka tumefanya kipindi cha mwisho hapa, tuliwahi kufanya mahojiano na wewe. Ndio. Kipindi kile mpaka hivi sasa hapa katikati kuna mabadiliko gani ambayo unatamani watazamaji waweze kuyajua kwa huduma ambayo unaifanya? Mimi kwa mabadiliko yangu niliyopata ni makubwa sana, ambayo anasema hivi, nikiwa upande wako hakuna aweza akapinga hata siku moja. Ndio maana kuna siku moja nitoa wimbo mmoja unasema Bwana ametenda. Bwana ametenda. Ametenda. Ulikuwa ni muujiza, si? Yeah. Ushuhuda. It is one of miracle of God. Ni muujiza ambao Mungu alinitokea katika viwango vikubwa sana, na katika viwango vikubwa vya kiroho. Wengi sana tunaomba kusema kwamba tu upande wa kiroho pia na upande wa kinini wa physical ambao kimwili pia. Tunaenda kusema kwamba kiroho, ninaweza nikasema kwamba katika huduma yangu ilisambaa. Anaposema miisho ya dunia mtaenda, ilisambaa kule. Physical anaposema na mengine nitawazidishia, ilienda. Kwa Mungu nilimwona anasema nitawabariki mwingi hapo na mtokapo. Sawa. Kwa hapa Mwanza huduma zako zipo wapi? Kwa Mwanza mimi sasa hivi ni hapa upande wa hapo Nyainge hapo. Nyainge ukifika hapo Masha hapo. Kwa Pastor Lilian. Ni pastor mmoja mzuri sana ambaye analea huduma za watu. Ukinyekea chini ya mkono huyo dali, Mungu unamuona pia. Okay, kwa hiyo pale ndo ambapo unaabudu, si ndio? Abudia pia ndio. Okay, na huduma zako unazifanyia pale. Ndio. Wimbo wako mpya ambao umewachia hivi karibuni ni upi? Ni wimbo unaosema Kisiwa cha Rohoni. Unaweza ukatubariki kidogo tu usikie? Of course. Uwanja ni wako. Asante sana. Wimbo unasema kwenye kisiwa cha rohoni, yanayaona tena ni mazuri matakatifu yenye utukufu Bwana. Kwenye kisiwa cha rohoni, yanayaona tena ni mazuri matakatifu yenye utukufu Bwana. Kila malaika wa mbinguni wanaimba wimbo huu, wanasema amen, 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 haleluya. Amen. Huo wimbo upo YouTube, upo wapi? Uko YouTube tayari. Video bado. Ya audio tayari ndio. Ulirekodi lini? Ni suni kama wiki 3 hivi. Yaani kama wiki 3 zilizopita ndio. Sawa. Zungumza na Watanzania sasa, zungumza na watazamaji wanaokutizama ili tuweze kuaga. Watanzania nasema kwamba muziki wa injili ni muziki ambao ni ibada. Muziki wa injili ni ibada, ni muziki wa injili ni chakula pia cha kiroho. Muziki wa injili pia ni faraja. Muziki pia wa injili unafanya mtu Mungu amuone Mungu wake, hasa kwenye upande wa nyimbo za kuabudu. Anasema Biblia inasema kwamba hivi wana wa Asafu wakaimba na Roho Mungu afanyaje? Akashuka. Kwa Watanzania, watumishi wa Mungu wanaomwimbia Mungu wasimame katika muziki pia. Pia wawashike vizuri pia waimbaji, hasa kwenye nyumba za ibada pia. Waimbaji wawatangulize mbele. Wasiwadharau. Wawape kipaumbele, manake muziki bila muziki hata makanisani hakuna ile faraja kubwa. Manake wanasema kwamba tumuite mwimbaji gani? Wanatanguza muziki. Kwa muziki ni sanaa kwa Tanzania, ni sanaa pia. Inayofanya kwamba hata kama ukiimba sio kwamba mwimbaji fulani amenibariki. Mwimbaji fulani anapoimba wimbo huu umenifungua sehemu fulani. Kwa Watanzania, watu wa Mungu ambao wanaosikiliza video hii, wakumbuke
kusimama sana katika waimbaji na kuwatia moyo. Sawa. Kwa kumaliza nataka nikuulize swali. Wewe ni mwanamuziki wa Injili, muimbaji wa muziki wa Injili au msanii wa muziki wa Injili? Mimi sio msanii kaka. Ukisema habari ya msanii tunaenda kule kidunia kakaangu. Yaani ukisema pia mimi ni muimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa sababu ukisema muimbaji ile ni kalama tayari umepewa ndani. Na pia ukisema msanii maana yake una base kwa dunia. Nadhani umenielewa kidogo hapa kwa fasili. Nimuulize hilo swali mtazamaji kwa sababu watu wengi wanashindwa kutofautisha kati ya mwanamuziki, msanii na muimbaji. Unajua ukishasema mimi ni naimba muziki wa Injili tayari ile ni huduma. Kwa hiyo wewe kama unafanya muziki wa gospel wewe ujitoe kwenye kundi la wasanii. Wewe unafanya huduma. Wakumbushe jina lako watazamaji ili tuweze kumaliza. Kwa majina naitwa Joseph Noel 22. Ukienda kwenye page yangu ya YouTube na pia natumika upande wa neno la Mungu pia kama apostle. Apostle Joseph Noel 22. Upande wa kulisha watu neno la Mungu, kuwaonesha ukuu wa Mungu, kuwatia moyo walipofungwa wakamwona Yesu wao. Ndio hicho tu, mtu wa Mungu, barikiwa sana. Amen. Tuache na kifungu chochote cha Biblia. Mtazamaji anayekutizama muache na kifungu cha Biblia ili akimaliza kuangalia video hii akasome. Tukienda Mithali 27 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: chuma unoa chuma na ndivyo hivyo mtu unoa uso rafiki yake. Hiyo Mithali 27, kwa sababu ninakunoa ili uweze kumuona Mungu wako. Ninakunoa kwa sababu uweze kumuona Yesu wako. Ninakunoa ili uweze kuona matamanio ya mbele. Lengo langu, mtu wa Mungu, tazama mbele, usirudi nyuma. Mungu yuko pamoja na wewe. Ajalishi ni majaribu na kukutana, weka nyuma, anasema songa mbele na mimi sitokuacha, niko pamoja nawe. Barikiwa sana. Amen. Mimi naitwa Comic Cliff, nyuma ya kamera ni Isa, ni pamoja na Ezra Maridadi. Tumeonekana vizuri kabisa kwenye The Changes. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Noel 22. Hii ni VOT Media. Mpaka wakati mwingine, ciao.